Katika mji mkubwa wa Nairobi ambapo maisha yanapita kwa haraka kama upepo wa jangwa, kulikuwa na msichana mrembo aitwaye Amina. Amina alikuwa binti wa tajiri mkubwa, akifurahia maisha ya anasa na uhuru. Yeye alikuwa na dereva wake wa kila wakati aitwaye Imat, kijana maskini lakini mwenye moyo mzuri na mwaminifu. Siku moja, wakati wa jioni yenye mvua kubwa, Amina alikuwa akirudi nyumbani baada ya shughuli zake. Ghafla, gari lao lilipata ajali mbaya na lori lililokuwa linapita kwa kasi. Imat, angalia! Amina alipaza sauti kwa hofu, lakini ilikuwa imechelewa. Gari lao liligongana na lori na kila kitu kikawa giza. Amina alipata jeraha kubwa kichwani na wakati alipofungua macho yake hospitalini, hakuweza kukumbuka chochote. Mimi ni nani? Hii ni wapi? Aliuliza kwa sauti iliyotetemeka, macho yake yakiwa yamejaa hofu na machozi. Madaktari walimweleza kwamba alikuwa amepata ajali na kwamba kumbukumbu yake ilikuwa imepotea kwa muda. Imat, ambaye alikuwa ameokoka na majeraha madogo, alikuwa amesimama karibu na kitanda chake. Moyo wake ulikuwa umejaa huruma na wasiwasi. Amina, usiogope. Mimi niko hapa, alisema Imat kwa sauti ya upole, huku akishikilia mkono wake. Lakini Amina hakumkumbuka na hiyo ilimuumiza moyo wake zaidi. Katika sura hii, tunajifunza kwamba maisha yanaweza kubadilika ghafla na kwamba wakati mwingine, hatma inatuunganisha na watu ambao hatuwatarajii. Lakini hofu ya Imat ilianza kuongezeka. Familia ya Amina haikuwepo na yeye alikuwa peke yake na siri yake. Baada ya kutoka hospitalini, Amina alikuwa hana mahali pa kwenda. Madaktari walimshauri apumzike na kuwa karibu na watu anaojua, lakini yeye hakuwa na kumbukumbu. Imat, akiwa na moyo wa kujali, aliamua kumchukua nyumbani kwake katika kitongoji cha maskini. Lakini hofu ilimshika. Je, Amina atafanyaje bila kujua yeye ni nani? Ili kumkinga na kumtunza, Imat aliamua kusema uongo mkubwa. Amina, mimi ni mumeo. Tulioana miezi michache iliyopita na sisi tunaishi hapa pamoja, alisema Imat kwa sauti iliyojaa hisia, huku macho yake yakionyesha hatia. Amina alimtazama kwa mshangao. Kweli? Mimi sikukumbuki, lakini sawa, nitajaribu. Alikubali kwa urahisi, kwani hakuwa na chaguo lingine. Walianza maisha pamoja katika nyumba ndogo ya Imat. Imat alimtunza kwa upendo, akimpikia, akimsikiliza na akimfariji wakati wa usiku wa hofu. Mume wangu, unanifaa sana, Amina alisema siku moja, huku akimtazama kwa shukrani. Lakini Imat alikuwa na hatia moyoni. Uongo huu ulikuwa unamtesa na alijiuliza, je, atafichuliwa lini? Sura hii inatufundisha kwamba wakati mwingine, upendo unaweza kuanza na udanganyifu, lakini ukweli daima unatafuta njia ya kujitokeza. Suspense ilianza kuongezeka wakati simu ya Amina ilianza kupigiwa na namba zisizojulikana. Miezi ilipopita, Amina alianza kuzoea maisha yake mpya na Imat. Yeye ambaye alikuwa amezoea anasa, sasa alikuwa akifurahia maisha rahisi, kutembea katika soko, kupika pamoja na kujadili maisha. Imat alikuwa mkarimu na mwenye upendo, akimpa wakati na makaribisho ambayo hakuwa amewahi kupata katika maisha yake ya zamani. Imat, unanifanya nijisikie salama. Ninafurahia kuwa na wewe, Amina alisema wakati walipokuwa wakitembea karibu na mto, mkono wake ukiwa ndani ya mkono wake. Lakini upendo ulianza kukua polepole. Siku moja wakati wa mvua, Imat alimshikilia na kumbusu. Amina, nakupenda zaidi ya maisha yangu, alisema kwa sauti iliyojaa hisia. Amina alijibu, mimi pia, mume wangu. Lakini twist ilikuja wakati Amina alianza kuota ndoto za maisha yake ya zamani, picha za nyumba kubwa na familia. Je, hii ni nini? Aliuliza Imat, lakini yeye alibadilisha mada. Sura hii inatufundisha kwamba upendo wa kweli unakuwa katika maisha rahisi na kwamba wakati mwingine, hatua ndogo za kujali zinaweza kushinda mali na anasa. Lakini hatia ya Imat ilikuwa inazidi na alijiuliza, je, upendo huu utadumu?
Ghafla, familia ya Amina ambayo ilikuwa imemtafuta kwa miezi ilimpata. Baba yake, tajiri mkubwa, aliwasili na polisi nyumbani kwa Imat. Wewe ni nani? Umechukua binti yangu wapi? Baba yake alifoka kwa hasira huku mama yake akilia. Imat alitetemeka lakini alisimama imara. Mimi ni mume wake. Tulioana na nimetunza wakati huu wote, alisema huku sauti yake ikitetemeka. Amina alishtuka. Baba, mama, mimi sikuwakumbuki, alisema huku akilia. Familia ilimchukua Amina nyumbani kwao na Imat alikamatwa kwa tuhuma za utekaji nyara. Lakini wakati wa uchunguzi, madaktari walithibitisha kwamba Imat alikuwa ametunza Amina vizuri. Yeye hakuwa na nia mbaya. Amina alitetea Imat mbele ya familia yake. Twist ilikuja wakati baba yake alifichua kwamba Amina alikuwa ameolewa na mtu mwingine tajiri kabla ya ajali. Sura hii inatufundisha kwamba familia ina jukumu la kulinda, lakini wakati mwingine upendo wa kweli unahitaji kujitetea. Suspense iliongezeka wakati Amina alianza kushuku ukweli. Polepole kumbukumbu ya Amina ilianza kurudi. Alikumbuka maisha yake ya zamani, sherehe, mali na mchumba wake wa zamani. Lakini alikumbuka pia ajali na jinsi Imat alivyomkinga. Imat, ulikuwa dereva wangu, si mume wangu? Aliuliza kwa sauti iliyojaa maumivu wakati walipokutana gerezani. Imat alianguka chini na kulia. Samahani Amina, nilikudanganya ili nikukinge. Nakupenda kwa kweli, alisema huku machozi yakimtoka. Amina alikuwa na moyo uliovunjika. Ulinitumia au ulinipenda? Aliuliza kwa hasira na huzuni. Twist ilikuja wakati alikumbuka kwamba maisha yake ya zamani yalikuwa ya upweke, bila upendo wa kweli. Familia yake ilimshinikiza arudi kwenye maisha yake, lakini moyo wake ulikuwa na Imat. Sura hii inatufundisha kwamba ukweli, ingawa unauma, ndio msingi wa upendo wa kweli, na kwamba udanganyifu unaweza kuvunja moyo lakini pia kutoa funzo. Heartbreak ilikuwa kubwa na Amina alilazimika kuchagua. Baada ya wiki za machafuko, Amina alirudi hospitalini na kurejesha kumbukumbu yake yote. Alikabili Imat kwa mara ya mwisho. Imat, ulinidanganya lakini ulinitunza wakati hakuna mwingine. Nakupenda, alisema huku akilia. Imat alijibu, Amina, rudi kwenye maisha yako. Mimi ni maskini, siwezi kukufaa. Lakini Amina aliamua kuchagua upendo wa kweli badala ya mali. Alimwambia familia yake, mimi nataka kuwa na Imat. Yeye ndiye mume wangu wa kweli. Familia ilishtuka lakini hatimaye ilikubali. Imat na Amina walioana kwa kweli na maisha yao yalikuwa yenye furaha na upendo. Twist ya mwisho ilikuja wakati Amina alifichua kwamba alikuwa na mimba, mtoto wa upendo wao. Sura hii inatufundisha kwamba upendo wa kweli unashinda mali na hadhi, na kwamba uaminifu ndio ufunguo wa furaha ya kudumu. Hadithi inaisha na wao wakifurahia maisha pamoja, ikithibitisha kwamba wakati mwingine siri inaweza kuwa mwanzo wa upendo wa milele.